الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتلى. أعني بذلك من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهديها. المصطفى خير الخلائق من السماء، على فلك السيادة سودا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu na kumhimidi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina budi mimi pamoja na nyie kumshukuru Allah ambaye ametuwezesha kukutana katika hadhara tukufu, hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana kwa uongozi wa madrasatu Juhudia kunipa nafasi hii. Wako wengi sana hapa, mawalimu, mashekhe na wacha Mungu, lakini nimekutaliwa mimi nisimame mdogo wao wa kivyo vyote. Ukipewa si kwamba wewe ni alim, hapana, ni kule kuchaguliwa na mapenzi ya ndugu zako ambao wamekuona wewe katika siku ya leo, katika hadhara hii wafaa kusema chochote, hata kama maneno yenyewe ni mabaya mabaya. Ndugu zangu Waislamu, tumekusanyika kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ambaye ndiye wasila wa kutuletea dini hii tuliyokuwa nayo. Mtume ambaye ni sababu ya kuwa vizuri ulimwengu, ya kuwa vizuri umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ambaye atamshika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana mmoja ana maneno yake, asema baharu ilmillahi ahmad, kullu man yalqahu yas'ad, hawduhu safi mubarrad, likulli man salla ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bahari ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imekusanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ambaye atakutana naye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenye kufaulu. Hauli lake, bilika lake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni safi. Kila ambaye atamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad. Masahaba
walimpenda Bwana Mtume sana. Ziko riwaya mbalimbali ambazo ilikuwa wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akinyolewa nywele zake, maswahaba wanazinyang'ania. Hata maji yake ya udhu ilikuwa maswahaba wanayakinga kwa sababu ya sharafu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi Mtume Muhammad, sisi ambao ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twampendaje? Twamshikaje Bwana Mtume? Tumemwekaje katika nafsi? Maswahaba, siku moja Bwana Mtume alipita kwenda katika njia zake, maswahaba wakamsimamia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ilivyo kawaida kwamba katika wacha Mungu hawataki kukweza wala kukwezwa. Wacha Mungu ni watu wenye tawadhu sana. Inna tawadhu lilkhisali muttaqi. Wacha Mungu utakapomweka ndipo pale ambapo si pazuri, ndipo anapopataka. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja akapita, masahaba wakamsimamia. Walimsimamia, Mtume akawakataza, akaenda safari zake. Aliporudi, maswahaba wote walikaa chini, lakini isipokuwa Hasan al-Basri akasimama. Aliposimama, Mtume akamwambia, wewe si nimekataza msimame? Hasan al-Basri akamsaidia kasida, akamwambia, qiyami lilazizi alayhi fardun wa tarku fardun ma huwa mustaqim. Mwisho akasema, ajabtu liman yara hadha jamala wala yaqum. Kusimama kumsimamia mpenzi ambaye ndani ya nafsi yangu na mutakini ni mpenzi wangu, mpenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpenzi ambaye ametuletea dini, ametuletea katika kila jambo. Kwangu mimi ni faradhi, na mtu yoyote anacha fardhi basi huwa ndio kunyoka. Mstaajabu yule ambaye anaona uzuri huyu wala simami. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na maneno tena, akasema, ikawa ni sababu maswahaba wakiwa na Mtume wanamsimamia kwa sababu ya maneno ya Hasan al-Basri. Tumswalieni sana Mtume. Ya man yuhibbu lilmustafa qad qulu zidu alayhi min as-salati wa aqimu yakfika fakhran ya muhibba Muhammad innal muhibba ma'al habibi sayushiru. Sallu ala Muhammad. Mwenye kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imethibiti kwako kumpenda,
zidini juu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumswalia na kikiri. Yakfika fakhran ya muhibba Muhammad, itakutosha wewe fakhari mwenye kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba ma'al habibi sayushiru, hakika yule mwenye kupenda pamoja na mpenzi wake atafufuliwa. Sahaba mmoja alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matasaa, kiyama ni lini? Akamwambia Mtume, ma wa'adta laha, umekiandalia nini kiyama? Yule bwana akamjibu Mtume akasema, ghaira an yuhibbu Allah wa rasulahu, isipokuwa mimi nampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mtume akamwambia, wewe basi kwa maneno hayo utafufuliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo inna muhibba man habibi. Tumekusanyika kwa sababu ya Mtume. Nimekuwa dakika 5. Sasa saa 4 imeanza saa nimalize zile dakika 2 kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja na mambo yake yote. Kaja kwa sababu tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fadhahu. Mtume aliloleteni kwenu ichukueni kulikwenda, na alilokatazeni Mtume basi liacheni. Kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kukamata maamrisho yake na kuacha makatazo. Hivi sasa kuambiana kupo, lakini kusikizwana hakuna. Hii ndiyo tabu na mashaka ya walimwengu walivyo. Lakini Waislamu kumeingia kasumba sasa, kasumba ambayo Waislamu wanaangamia kwa kasumba hiyo, kasumba ya kufanya riba, kuingia katika mikopo ya riba. Waislamu, mambo haya hatutoacha kuyasema, haswa itakapokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati yeye Uislamu unaanza sasa, aliwatuma maswahaba kwenda Yemen, kwenda Iraki, kwenda wapi, kueneza kalimatullah, kutawanya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuambia kwamba kuna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja, ili watu watoke katika viza kwenda katika nuru. Sisi tumeukuta Uislamu, tumezaliwa ndani ya Uislamu, lakini wallahi masikitiko makubwa, watu hawasikilizani kuambiwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riba ndio fashion hivi sasa katika kila nyumba. Na wanafunzi wangu mimi pale watatu, mwaka jana tulifanya hapa, wakaenda katiwa sare kule za kanzu, wale watoto kanzu zao ziliuzwa na mama zao kwa sababu ya kurejesha marejesho. Subhanallah, inna lillahi wa inna
Wameuza kila kitu, marejesho bado kurejesha, wakachukua kanzu za wana wao wakaenda kuziuza. Namuuliza, wewe kanzu yako iko wapi? Asema kanzu inauzwa na mama. Wewe kanzu yako iko wapi? Kanzu inauzwa na mama. Ni hatari sana. Wallahi ni hatari. Haswa kina mama ndio ambao wameingia katika riba, wanasaidiwa na baadhi ya waume zao. Mume amtuma mke akamwambia, nenda kachukue mikopo ulete hela. Wengine kamwe ndoa zinavunjika kwa sababu ya kuingia katika mikopo. Tuache ndugu zangu Waislamu, tuache masala haya. Allah subhanahu wa ta'ala aliyakemea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika aya mwisho ni aya ya riba ambayo alitoa, kisha masahaba wasema walam tufassir lana, kutokana na ukubwa wake wa aya ile. Riba katika madhara yake madogo ni mtu kumwingilia mama yake. Katika madhara yake, madhambi yake madogo ni mtu kukaa kumlala mama yake. Angalia mtu akitembea na mama yake mzazi, madhambi yake yakoje? Ni kiama gani mtokuwa nacho? Ndiyo jambo hilo ambalo Mtume kalipigia mfano kwamba mtu akichukua riba, makosa yake, madhambi yake ni mtu ambaye alitembea na mama yake. Waweza? Au wewe mama unaichukua riba, waweza kuwa na baba yako? Waweza? Kama uwezi, basi ndio waweza hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nasema kwa kunyenyekea, aliposema kwamba inna tawadhu min khisali muttaqi wa bihi taqiyu ila al-maali yattaqi. Kila unaponyenyekea, kila unapokuwa katika swala, ule unyenyekevu ndio unazidi sana. Kila unaponyenyekea, basi iwe sana wema unazidi kwako. Kila unapojiepusha na mambo ambayo ni muharram, mambo yaliyoharamishwa, ndio unazidi katika wewe kuwa mcha Mungu, kuwa mwenye kuogopa. Mcha Mungu si mwenye kuswali tu. Mcha Mungu ni yule ambaye anaacha yale ambayo yameharamishwa, ndio mcha Mungu. Unachoambiwa kama ukijui wacha. Kila Waislamu wenyewe bila nyumba zao ndio wameziweka katika mambo ya mikopo. Nyumba zao Waislamu, kuna Kristo gani hapa? Lakini nyumba hii yetu Mzee Muhammad, Mzee Uthman, hiyo ndiyo nyumba ambayo imewekwa mikopo. Tunasema Mwenyezi Mungu amemlaani mwenye kula riba, mwenye kushuhudia riba, mwenye kuiandika riba, mwenye kuisaidia riba.